Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi chako cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Leo twabarikiwa kwa mafundisho yatokayo kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 11, kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 12, aya ya 21. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. 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 Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Hujambo rafiki msikilizaji, namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu wa kujifunza kutoka kwenye neno lake. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 11, kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 12, aya ya 21. Kuna mengi yaliyotendeka wakati ule ambayo twafanya vyema kujifunza kutokana nayo sasa hivi. Elewa kwamba maandiko yaliyoandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu sisi tupate kujua jinsi ya kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwenye vipindi kadha tumeona yanayohusu Ahabu na Yezebeli mkewe, mambo magumu na yasiyopendeza. Hata hivyo, na kujulisha kwamba ndugu msikilizaji, hatujafikia mwisho wa habari zao. Ni kweli kwamba Yehu alikuwa amewaangamiza hao wa uzao wa Ahabu katika ufalme wa Israeli. Kule Yuda au ule ufalme wa kusini, bintiye Ahabu aliyeolewa huko alikuwa amemzaa mwana, naye akawa mama mfalme. Mwanamke huyo jina lake aitwa Athalia. Tabia na yote aliyotenda ilikuwa sawa na yote aliyotenda babaye na mamaye, yani Ahabu na mkewe Yezebeli. Neno la Mungu kwenye aya ya 1 lafungua sura hii ya 11 kwa maneno yafuatayo: na Athalia mama yake Ahazia alipoona ya kuwa mwanawe amekufa, akainuka akawaharibu wazao wote wa kifalme. Ahazia alipokuwa hai, mamaye Athalia alikuwa na ushawishi mkubwa sana juu yake. Kwa lugha nyingine, alitawala kichini chini. Alikuwa sawa na mamaye Yezebeli. Sasa kwa kuwa Ahazia alikuwa amekufa, mjukuu wake alitakiwa kukalia kile kiti, lakini mwanamke huyo hakutaka lolote kama hilo. Alihofu kwamba hangelikuwa na ushawishi juu yake na wadhifa aliokuwa nao angeliupoteza. Je, afanye nini? Aliamua kuangamiza kila mmoja aliyewa uzao wa Daudi aliyekuwa karibu. Hili lilikuwa jaribio lingine kwa upande wa Shetani kujaribu kuharibu uzao huo atakao ujia mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Hili ndilo Ibilisi amejaribu kufanya mara nyingi, kuwaangamiza Wayahudi.
Kule Misri Mungu alimuhifadhi Musa aliyekuwa mkombozi wa Waisraeli. Hamani kwenye kitabu cha Esta alitaka kuangamiza Wayahudi, lakini mpango huo ulitibuliwa na watu wa Mungu wakaokoka. Sasa hapa kuna huyu mwanamke jina lake Athalia aliyekuwa akijaribu kuangamiza uzao wa Daudi. Alipoendelea na mauaji yake, alifikiri kuwa amewamaliza wote, lakini alikosa mmoja, kama vile tuambiwa kwenye aya ya 2 na ya 3. Neno kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: ila Yehosheba binti wa mfalme Yehoramu, umbu lake Ahazia, akamtoa Yoashi mwana wa Ahazia, akamuiba miongoni mwa hao wana wa wafalme waliouawa, yeye na mlezi wake, na kuwatia katika chumba cha kulala, wakamficha usoni pa Athalia. Basi kwa hiyo hakuuawa. Alikuwako pamoja naye amefichwa nyumbani mwa Bwana miaka 6, naye Athalia akatawala nchi. Mwanamke huyu alichukua hatamu za uongozi katika ufalme wa Yuda baada ya mwanawe kuuliwa. Kwa muda mrefu alitawala peke yake, na ndivyo alitaka. Wakati huo wote yule mtoto aliyefichwa katika nyumba ya Bwana aliendelea kukua. Kwenye aya ya 4 hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: hata mwaka wa 7 Yehoyada akatuma na kuwaleta wakuu wa mamia wa wakari na wa walinzi, akawaleta kwake ndani ya nyumba ya Bwana, akapatana nao, akawaapisha nyumbani mwa Bwana, akawaonyesha huyo mwana wa mfalme. Ilipopita miaka 7, Yehoyada ambaye ni kuhani mkuu aliwakusanya viongozi katika Israeli, maakida na walinzi, na kuwajuvisha kwa mwana wa mfalme. Huyu ndiye alikuwa mfalme halali wa Yuda, wala si huyo mwanamke aitwaye Athalia. Walipotambua kuwa kuna mwana kutoka kwa uzao wa Daudi, walifurahi sana, wakahimizika katika mioyo yao na kuwa na matumaini. Hili hasa, ndugu msikilizaji, lilikuwa kwa jinsi hiyo, maana walikuwa wamechoshwa na mwanamke huyo Athalia, na isitoshe haikumpasa mwanamke kutawala katika kiti cha enzi. Aya ya 5 hadi 7 zatuambia hivi: akawaamuru akasema, hili ndilo neno mtakalolifanya: theluthi yenu mtakaoingia siku ya Sabato mtayalinda malinzi ya nyumba ya mfalme, na theluthi mtakuwapo mlangoni pasuri, na theluthi langoni nyuma ya walinzi. Hivyo mtayalinda malinzi ya nyuma, kuzuia watu wasiingie. Na sehemu 2 zenu, yani wote watokao siku ya Sabato, mtayalinda malinzi ya nyumba ya Bwana kumzunguka mfalme. Kwa sababu ya hali iliyokuwepo, ulinzi wa mfalme ulikuwa mkali sana. Iwapo mwanamke huyo Athalia angelipata nafasi ya kumwangamiza mfalme mchanga, angelifanya hivyo mara moja, bila kujali kuwa ni mjukuu wake. Kumbuka kwamba tayari alikuwa amewaua wote wana wa mfalme. Mwanamke huyo kama mamaye hakuwa na moyo wa utu wala huruma. Ilikuwa basi lazima kijana huyo kulindwa viwavyo. Neno kwenye aya ya 10 hadi 12 laendelea kutwambia hivi: naye yule kuhani akawapa wakuu wa mamia mikuki na ngao zilizokuwa za mfalme Daudi, zilizokuwamo nyumbani mwa Bwana. Walinzi wakasimama kila mtu na silaha zake mkononi, kutoka pembe ya kuume ya nyumba mpaka pembe ya kushoto ya nyumba, kando ya madhabahu na nyumba, wakimzunguka mfalme pande zote. Ndipo akamleta nje mwana wa mfalme, akamvika taji na kumpa ushuhuda. Wakamfanya mfalme, wakamtia mafuta, wakapiga makofi, wakasema, mfalme na aishi. Hakika siku hii, ndugu msikilizaji, kwa ufalme huo wa kusini ilikuwa siku kuu tena yenye furaha. Watu hao walikuwa na mfalme wao kutoka kwa uzao wa Daudi. Mambo yalionekana kuwa ya kuvunja moyo sana kwa muda, lakini hayo nashukuru Mungu kuwa yalikuwa tu yawe kwa muda. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13. Na Athalia alipoisikia sauti ya walinzi na ya watu, aliingia kwa watu nyumbani kwa Bwana. Athalia, kama vile ilivyo hapa, hakuwa amealikwa katika sherehe ya kumtawaza mfalme. Alikuwa katika jumba la kifalme la Daudi lililokuwa kwenye mlima Sayuni kukabili hekalu. Aliposikia sauti ya walinzi na ya watu, alitaka kujua linaloendelea. Neno lasema haya kwenye aya ya 14 hadi 16: akatazama, na tazama, mfalme amesimama karibu na nguzo kama ilivyokuwa desturi, nao wakuna wapiga baragumu karibu na mfalme, na watu wote wa nchi wakafurahi wakipiga baragumu. Ndipo Athalia akararua mavazi yake akalia, fitina, fitina. Naye Yehoyada kuhani akawaamuru wakuu wa mamia, majemedari wa jeshi, akawaambia, mtoeni kati ya safu, naye yeyote amfuataye muueni kwa upanga, kwani kuhani akasema asiuawe nyumbani mwa Bwana.
Ingawaje wazo la Athalia lilikuwa kwamba kuhani mkuu amefanya fitina, aliyefanya fitina hasa ni yeye mwenyewe. Alijaribu kukimbia lakini haikuwezekana, aliuliwa, nalo hilo lilikuwa jambo bora la kufanyika wakati huo. Kuondolewa kwa Athalia ilikuwa sawa na kuondoa wingu jeusi lililokuwa limetanda juu ya huo ufalme wa kusini. Mfalme alikuwepo, lakini umri wake haungelimruhusu kutawala pasipo ya washauri. Yehoyada alikuwa mmoja wa hao waliomshauri mfalme. Yeye ndiye alikaa na mtoto yule hadi akafikia umri wake huo na kukalia kile kiti cha enzi cha babaye, sawa na vile neno la Mungu lilivyomjia Daudi. Neno kwenye aya ya 17 latujulisha hivi: kisha Yehoyada akafanya mapatano kati ya Bwana na mfalme na watu, ili wawe watu wa Bwana, tena kati ya mfalme na watu. Hili tulisomalo hapa ulikuwa mwanzo wa uvuvio na wa watu kumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Yehoyada kuhani aliwaongoza watu wale kumrudia Mungu. Ibada kwa miungu ya mataifa, hasa Baali, ilikuwa imepenyeza na kuingia hata Yuda. Huenda watu wale ijapokuwa walifikia hekaluni, lakini waliendelea kuabudu miungu ya kigeni pia. Lililokuwa likitendeka wakati huo ndilo latendeka hata sasa. Siku ya ibada utawaona watu wakifika katika maabada, lakini juma nzima linalosalia huishi kwa ajili ya shetani na mambo yasiyo ya kiungu. Kuna wengi wanaodai kuwa waumini wanaofanya kwa jinsi hiyo. Yashangaza kuwa ni wao tu ndio huuliza kwa nini kanisa ni baridi kwa jinsi hiyo. Jibu na maelezo hayapatikani katika majengo yale, bali katika moyo wako wewe unayeingia humo. Hapo ndipo ubaridi kama mauti umelala wakati huu, na iwapo hautamrudia Bwana kwa moyo wako wote, basi utaendelea kulalama, lakini mwishowe utafahamu ya kuwa wewe ndiwe shida. Na kwa kumalizia sura hii ya 11, neno latuambia hivi kwenye aya ya 18 hadi 21: watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha, madhabahu zake na sanamu zake wakazivunjavunja kabisa, na Matani kuhani wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu. Na Yehoyada kuhani akaweka maakida juu ya nyumba ya Bwana. Akawatwaa wakuu wa mamia na wakari na walinzi na watu wote wa nchi, wakamleta mfalme kushuka nyumbani mwa Bwana. Wakaja kwa njia ya mlango wa walinzi mpaka nyumba ya mfalme, naye akakaa katika kiti cha enzi cha wafalme. Basi watu wote wa nchi wakafurahi na mji ukatulia. Naye Athalia wakamuua kwa upanga karibu na nyumba ya mfalme. Yoashi alikuwa na umri wa miaka 7 alipoanza kutawala. Uvuvio wa kumrudia Mungu ulikuwa umeanza. Mmoja wa wazao wa Daudi alikuwa amekalia kiti cha enzi, na yule aliyenyakua utawala huo kuondoshwa katika nchi. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 12. Sura hii yatujulisha habari ya utawala wa huyu kijana aitwaye Yoashi. Na kufikia hapa, ningelipenda nikupe orodha ya wafalme waliotawala kufikia sasa. Wafalme 19 walikuwa wametawala ufalme wa Israeli au ufalme wa kaskazini. Nao ule ufalme wa Yuda ulikuwa umetawaliwa na wafalme 20. Katika wafalme wote waliotawala Israeli, hakuna hata mmoja aliyehesabiwa kuwa mzuri au mwenye haki aliyemtafuta Bwana Mungu. Neno moja kuwahusu wote waliotawala Israeli ni kwamba walikuwa waovu, walifuata njia ya Yeroboamu. Kisha kuhusu ufalme wa Yuda, nao ndio ufalme wa kusini, kati ya wafalme 20 waliotawala, 10 wahesabiwa kuwa wenye haki au walitembea katika njia ya baba yao Daudi. 5 kati ya hao walikuwa bora, kwa kuwa uamsho wa kiroho ulikuwepo wakati wa utawala wao. Maendeleo yoyote yaliyofanyika yalitokana na hali ya kiroho iliyokuwepo wakati huo. Ni nyakati kama hizi ndizo ziliendeleza ule moto kuwaka katika madhabahu, ambao ungelizima katika hali nyingineyo. Mara 5 moto uliinuka katika taifa hilo, si wa uharibifu, bali wa maendeleo, uvuvio na uongozi wa kiungu. Mungu aliwatembelea watu wake na kuwaburudisha. Watu wale walimgeukia Mungu katika ibada na neno lake, uweza na unabii. Uamsho au uvuvio unapofikia nchi, hata katika kanisa, furaha huwepo na mengine mengi ambayo huambatana na baraka zake Mwenyezi Mungu. Uwezo wa kanisa hufanyika upya na upendo miongoni mwa ndugu huonekana katika kila hali. Hata hivyo, kwanza ni lazima pawepo na hali ya kumrudia Mungu, kulirudia neno lake ambalo ni Biblia. Ni mapenzi ya Mungu, ndugu msikilizaji, kwamba watu wake wamrudie na kufurahia wema wake.
Unalohitaji kufanya ni kumgeukia Mungu na kufanya linalokupasa, naye Mungu atafanya yaliyo yake, hasa uvuvio katika moyo wako na hata miongoni mwa watu wote utakaokutana nao. Uvuvio huo utawagusa wasioamini kwa utukufu wa jina lake, nao watamgeukia Mungu aliyewaumba, Mungu aliye mwokozi wao. Neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Wafalme wa Pili: katika mwaka wa 7 wa Yehu, Yoashi alianza kutawala. Akatawala miaka 40 huko Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Sibia wa Biasheba. Yoashi alianza kutawala akiwa mtoto mwenye umri wa miaka 7. Aliendelea kutawala hadi alipofika umri wa miaka 47. Mamaye aliitwa Sibia wa Biasheba. Kumbuka hili ya kuwa majina ya mama wa wafalme yaliandamana na jina la mfalme kwa sababu ya ushawishi ambao kina mama wanao juu ya wana wao. Aya ya pili nayo yatuambia hivi: Yoashi akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana siku zake zote Yehoyada kuhani alizomfundisha. Yote aliyoyafanya Yoashi yalitokana na mafundisho aliyoyapokea kutoka kwenye neno la Mungu kwa kinywa cha huyo mtumishi wa Mungu kuhani aitwaye Yehoyada. Hili ni fundisho kwetu kwamba kila kiongozi afaa kuwa mtu aliyejifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Kumjua Mungu ndiyo njia ya kuleta umoja na maendeleo katika nchi. Zaidi ni kwamba hakuna uvuvio unaoweza kuja pasipo ya watu kulirejelea neno la Mungu na kuishi kama maandiko yanavyoagiza. Mara nyingi yale yote tunayoyaona, hasa uhasama, uhalifu na kila aina ya maovu, hutokana na watu kutomjua Mungu au kuishi kulingana na neno lake. Ndugu yangu, iwapo wataka kuona Mungu akiyabariki maisha yako, achana na mambo ya uhalifu, achana na mambo ambayo ni ya kuwaumiza watu wengine, acha uovu, ishi kwa kumtegemea Mungu, nawe utaziona baraka zake Mungu maishani mwako. Kumbuka kwamba hujachelewa, kwa kuwa Mungu amekupa siku hii kusudi upate kulisikia neno hili, ndipo upate kugeuka na kuacha njia zako mbaya na kumrudia Mungu, naye Mungu atakujazi. Hilo nalisema kwa kila mmoja asiyemwamini Yesu Kristo. Nayo aya ya 3 yasema hivi: ila mahali pa juu hapakuondolewa, watu wakaendelea kutoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Ijapokuwa mambo mazuri yalikuwa yakitendeka, haina maana kuwa kila mtu alikuwa amemrudia Bwana Mungu wa Israeli. Walikuwako hao walioendelea na desturi yao ya kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Makuhani pia walikuwa miongoni mwao. Tunapoendelea kwenye aya ya 4 na 5, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutujulisha habari ya Yoashi na jinsi alivyotawala. Hebu sikiliza. Yoashi akawaambia makuhani, fedha yote ya vitu vitakatifu iliyoletwa nyumbani mwa Bwana, fedha ya matumizi, fedha ya watu kadiri alivyoandikiwa kila mtu, na fedha yote iliyoletwa kama mtu yeyote aonavyo moyoni mwake, kuileta nyumbani mwa Bwana, makuhani na waitwae, kila mtu kwa hao awajuao, nao watatengeneza palipobomoka nyumbani, kila mahali palipoonekana pamebomoka. Kwa sababu ya watu hao kumwacha Mungu, basi nyumba ya Bwana ilikuwa katika hali mbaya sana ya kuharibika. Ukarabati ulihitajika kufanyika katika nyumba hiyo. Makuhani walikusanya fedha zilizohitajika kutumika kwa ajili ya kazi ya ujenzi, lakini walitumia fedha hizo kwa kazi nyinginezo. Hayo ndiyo twayaona kwenye aya ya 6 hadi 8, ambapo neno latuambia hivi: lakini ikawa mwaka wa 23 wa mfalme Yoashi, makuhani walijatengeneza mabomoko ya nyumba. Ndipo mfalme Yoashi akamwita Yehoyada kuhani na makuhani wengine, akawauliza, mbona hamtengenezi mabomoko ya nyumba? Basi sasa msipokee tena fedha kwa hao mwajuao, lakini itoeni kwa ajili ya mabomoko ya nyumba. Nao makuhani wakakubali kwamba wasipokee fedha kwa watu, wala wasitengeneze mabomoko ya nyumba. Hadithi hii ya zamani, ndugu msikilizaji, ndiyo yafanyika leo hii. Waweza kuwaweka waumini na mashirika ya Kikristo katika mizani ya utumizi mzuri au mbaya wa kifedha. Kwa sababu ya makuhani kutotumia zile fedha jinsi ilivyohitajika, ilibidi pawepo na kasha lenye kufuli. Hili lilifanyika makusudi wale makuhani wasinyoshe mikono yao na kutwaa zile fedha. Ndugu yangu mchungaji, ndugu yangu mhubiri, ningelipenda uelewe ya kwamba lolote ambalo umepewa kwa ajili ya kazi yake Bwana, hilo liweke katika kazi ya Bwana. Habari ya kunyosha mikono na kutoa fedha ambazo si zako, fedha za kazi ya nyumba ya Bwana, acha hiyo. Maana najua ya kuwa mahali ulipo
Mungu amekupatia kile ambacho wahitaji. Mungu amekufanyia njia ya wewe kupata mahitaji yako. Kwa hivyo kazi ya nyumba ya Bwana ni vyema iendelee kufanyika na si kuachiliwa tu kwa sababu ya nafsi yako mwenyewe. Mara nyingi imekuwa kwamba jambo hili linapotendeka ndipo wapata vurugu yainuka na watu huanza kukosa heshima na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, ningelikuomba katika jina la Bwana Yesu Kristo umakinike kwa jambo hili, yani uwe na nidhamu ya kufanya kile kinachohitajika pasipo ya kufanya mambo mengineyo. Hawa makuhani walipoambiwa kufanya kazi nyingine, wao waliamua kutumia fedha zile kwa mambo yao wenyewe, mambo ambayo hayakuamuriwa. Hivyo walifanya jambo hilo, nalo halikuwa nzuri hata kidogo. Nawe mtoto wa Mungu, kwa ajili ya wadhifa ambao Mungu amekupa, iwe ni katika kazi ya kiserikali au kazi katika shirika la Kikristo au shirika lingine lolote lile, ni lazima uwe mwaminifu wa kufanya kile ambacho wahitajika kufanya. Bwana wetu Yesu Kristo akasema kwamba iwapo haujakuwa mwaminifu kwa yasiyo yako, je, nani atakuaminia yaliyo yako? Iwapo haujakuwa mwaminifu kwa yale madogo uliopewa, je, nani atakupandisha cheo ili upewe amini kwa hayo yaliyo makuu? Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo mara nyingi vitu vingi ambavyo twafanya sisi wenyewe ndivyo vyatufungia baraka zaidi. Ndugu yangu, usijifungie baraka, fanya kila kitu kwa uaminifu, maana Mungu atakubariki kwa uaminifu huo. Neno kwenye aya ya 9 laendelea kutwambia hivi: lakini Yehoyada kuhani akatwaa kasha, akatoboa tundu katika kifuniko chake, akaliweka karibu na madhabahu upande wa kuume mtu aingiapo nyumbani mwa Bwana, na makuhani waliolinda mlangoni wakatia ndani yake fedha yote iliyoletwa nyumbani mwa Bwana. Nadhani hili alilofanya Yoashi kwa kuagiza ile kasha iwekwe pale lilikuwa jambo nzuri. Leo hii kuna watu wengi wanaotumia njia hii kukusanya fedha kwa ajili ya mawili na matatu katika miradi yao, lakini kile ambacho ni cha muhimu ni kwamba linalohitajika ni zile fedha zifanye kazi inayohitajika, kama vile ombi lilivyo. Nayo aya ya 17 na hiyo ya 18 zatuambia hivi: ndipo akakwea Hazaeli mfalme wa Shamu, akapigana na Gathi, akautwaa. Hazaeli akaelekeza uso ili akwee kwenda Yerusalemu. Yoashi mfalme wa Yuda akavitwaa vyote alivyoviweka wakfu Yehoshafati na Yehoramu na Ahazia baba zake wafalme wa Yuda, navyo vyote alivyoviweka wakfu mwenyewe, na dhahabu yote iliyoonekana katika hazina ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme akamletea Hazaeli mfalme wa Shamu. Basi akaenda zake kutoka Yerusalemu. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, Yoashi alikuwa akimhonga Hazaeli mfalme wa Shamu. Sijui kwa nini mtu huyu wa Mungu hakumgeukia Mungu na kumwomba ili ampe ukombozi kutoka kwa huyu Hazaeli. Lakini kile ambacho kipo hapa ni funzo kwetu kwamba lolote linapotupata ni vyema kumgeukia Mungu kwanza na si kutegemea akili zetu, maana tunapotegemea akili zetu wenyewe mwisho wetu huwa mbaya. Kwa kumalizia sura hii ya 12, neno latuambia hivi kwenye aya ya 19 hadi 21: basi mambo yote ya Yoashi yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Nao watumishi wake wakaondoka, wakafanya fitina, wakamuua Yoashi katika nyumba ya Milo, hapo panaposhukia Sila. Kwa maana Yozakari mwana wa Shimeathi na Yehozabadi mwana wa Shomeri watumishi wake wakampiga, naye akafa. Wakamzika pamoja na babaze mjini mwa Daudi, na Amazia mwanawe akatawala mahali pake. Utakubaliana nami kwamba kwa Yoashi kukalia kile kiti cha enzi ilikuwa kama maji matamu anayokunywa mtu mwenye kiu. Hii ni baada ya damu nyingi aliyomwaga Yezebeli na wengine kama vile Yehu. Na kuhusu uvuvio huu tutajifunza kwa kina katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati. Yoashi alikufa akiwa na umri wa miaka 47, maana watumishi wake walimvizia na kumuua kwa fitina. Katika kila hali, Yoashi alikuwa mfalme aliyeinua hadhi ya taifa hilo katika hali ya kiroho. Baadaye tutaona kwamba mwanaye aliyemrithi, jina lake Amazia, atafuata na kutenda kama alivyotenda babaye. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa, muda wa kusoma neno lako na pia kujifunza pamoja na ndugu yangu msikilizaji yale yaliyotangulia kufanyika.
Katika haya tuona ya kwamba wewe Bwana watuhitaji sisi tupate kulijua neno lako, maana kwa kulijua neno lako tutaishi katika hilo neno na kutenda katika hilo neno jambo litakaloleta mibaraka na amani na furaha katika maisha yetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya yote aliyoyapokea wewe Mungu wa Israeli utaendelea kumjazia, utaendelea kumuinua, utaendelea kumfunulia zaidi kusudi atembee katika mapenzi yako. Najua kwamba haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo hapa, Mungu ametufundisha mambo makuu ambayo kwa hakika ni mambo ya kutubariki sana. Jambo ambalo lipo hapa ni kwamba twahitaji kufuata njia zake Bwana, twahitaji kumtegemea Bwana katika kila jambo, nasi tutaishi kwa amani na furaha, na pia wale walioko karibu nasi wote wanaotuzunguka watabarikiwa kwa sababu tutakuwa baraka kwao. Najua kwamba utaishi katika neno hili na utatenda kama vile neno hili la kuagiza kusudi uwe baraka popote ulipo. Tukutane basi kwenye kipindi kijacho, tuone yale ambayo Mungu atatufunza tena. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Bila shaka najua kwamba umebarikiwa kwa ujumbe huo. Huenda unalo swali au maoni au lolote lihusulo imani. Tupo hapa kukusaidia kiroho kwa mausia ya kiungu. Tuandikie ukitumia anwani hii. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.